Mimi nataka niwaambie hawa viongozi, tulizeni boli, tuko na kazi ya kufanya kwanza. Siasa za mwaka 2027 zinazidi kujongea. Na wanasiasa, tuko na mambo ya kilimo, tunataka kuzalisha njaa. Rais William Ruto, uko na uhakika kwamba na haya maneno yako yote utashinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2027? Na hiyo 2027 nitakuwa nimejipanga mbaya sana. Ruto, ukiendelea kusema hivyo, kumbuka sasa wananchi wamemkubali Fred Matiang'i na sasa ameitokeza rasmi na atakabiliana na wewe katika uchaguzi mkuu wa 2027. Na kumbuka ile jamaa sura ngumu kupigana na wakora wa kusumbua watoto wetu kwa shule. Fred Matiang'i mwenyewe. Kupigana na watu kama hao ndio kazi yangu. Nyinyi wananchi ndio mnatoa hiyo kazi. Nyinyi ndio mko na kadi ya kura. Nyinyi ndio mko na kipande. Nyinyi ndio mtaamuka asubuhi. Muamue ni nani mnapea hiyo kazi. Ruto, unasikia jinsi ambavyo Simba mwenyewe anaguruma katika siasa za Kenya? Ati mpango yao ni Ruto must go. Na Ruto asipoenda mtadu. Mtaona vile nchi itaenda. Hakuna kabila inataka kuleta shida dunia hii. Makabila ni mawili. Wale sisi ambao tunataka maendeleo kwenda mbele na kabila ingine ya wale ambao hawataki maendeleo wanatusumbua. Na mimi nafikiri sisi sote tuko kwa kabila moja ile ambayo inataka tuendelee mbele vizuri. Ama namna gani? Matiang'i na Rigiji, kumbuka sasa mnashindana na Rais William Ruto ambaye yuko mamlakani katika uchaguzi mkuu wa 2027. Itakuwa rais kweli kushindana na mtu ambaye yuko madarakani ama ni aje Osoro? Wewe unafikiria huko Kisii hata hii maneno mnasikia mtu atatoboa? Kama hamkutoboa hiyo wakati mwingine mlikuwa na nguvu. Saa hii my friend, mimi niko hapo na mimi ni chief whip bwana. Wacha kucheza. Tutawipu nyinyi mpaka na viboko. Iko sawa, iko sawa. Yes, ile wakati nguvu ilikuwa mingi. Sasa saa hii hakuna kitu mko acha. Watu wanakuja kuchezea hapa rais. Lazima pia yeye amalize yake 10. Ama namna gani? Akimaliza yake 10, mimi na Kimani Ichung'wah tutakuja hapa tuwabembeleze mtupatie yetu. Ama hatutoshi? Si huyu Kimani Ichung'wah anatosha? Na si mimi natosha pia? Yes. Sasa turudi kwako Rais William Ruto. Mbona unataka kuwa rais mara ya pili na bado hujaweza kutimiza zile ahadi uliweza kuwapea wa Kenya wakati uchaguzi mkuu? Hiyo maneno yote umesema. Ndio rais. Siku ukikuwa rais, ufanye hivyo vile unataka. Wacha mimi nifanye vile najua. Tuachane na hayo kidogo rais. Unajua watu wanasema wewe uko na vituko vingi sana. Wanasema unazungumza na hata watu ambao wamekufa. Hebu tuambie kuhusu mambo ya shamba ya Chelugate. Na unakumbuka Chelugate alikufa mwaka wa 2017? Tuko na shamba hapa ya Chelugate. Imetuletea matatizo siku mingi. Sasa wacha mimi niwaambie. Maneno ya shamba ya Chelugate tumeita Chelugate. Tumeketi chini na yeye. Tumekubaliana. Hiyo shamba tutanunua kama serikali, alafu tugawie wale wako pale waendelee na kuishi hapo. Washine? Mambo magumu haya. Sasa itabidi tuweze kuzungumza na hata na familia ya Chelugate. Hebu tusikize mtoto wake anasema namna gani. Rais alipokuja juzi, alikuja akaongelesha watu, akasema ameongea na baba mwenye alikufa miaka 7 iliyopita. Na babangu amekufa. Tena mambo ingine yenye ameingilia ni ameongea na wameongea na family watu wachache, nusu ya familia, na kuna familia wengine watapata hiyo ripoti. Na tujui wanafanya negotiation na nani kwa hii familia. Sisi wanasiasa ni kama shetani. Wamerudi sahi wanasema uongo. Ni makala ya mihemko ya siasa na Clinton Omwangi.